Niko chini ya kanisa la Moravian, lakini pia ni mwalimu chuo cha teolojia Utengule. Amina. Lakini pia kwa pale chuoni wao wanasema mimi ni mchungaji wa ushirika wa chuo, tukiwa chuoni kwa wachungaji kama hivi alivyo mchungaji Jabiri. Amina. Kwa wale wachungaji na mimi nakuwa ndio naongoza na waongoza wao. Amina. Lakini namshukuru Mungu sana pekee kwa ajili ya kutupa nafasi kwamba tuwepo tufanye semina mahali hapa pamoja na ninyi. Amina. Kwenye maisha yangu nilishaondoa neno moja linaitwa bahati mbaya. Unanielewa ninachosema? Niliondoa neno linaitwa bahati mbaya. Kwa nini? Leo hii simeona mchungaji amesema alitakiwa aje Kajereba, sio? Nimekuja mimi mwanjilisti. Sasa sijaja kwa bahati mbaya. Unanielewa ninachosema? Hapa nimekuja kwa mpango wa Mungu uliokamilika, kwa ajenda ya kifalme, kwa ajenda ya ufalme wa Mungu iliyokamilika. Hii ni ratiba ya Bwana. Unanielewa ninachosema? Kwa hiyo usije ukawa umekaa unatia huruma, unasema nilitegemea Kajereba ndio awepo, huyu amekuja tena mwanjiliji simfahamu. Sikiliza, kuna wengine najua mnanifahamu hapa. Haleluya, si ndio Kwa hiyo usione kama bahati mbaya, sema huu ni wakati wangu. Haleluya. Na wewe kwenye maisha yako ondoa bahati mbaya. Ukifanya kitu fanya kweli. Zile za kusema bahati mbaya shetani alinipitia, weka kando. Unanielewa ninachosema? Kwa nini? Kwa sababu mimi maisha yangu si control, siyaongozi mwenyewe. Anayeyaongoza ni Mungu. Mungu ndiye anayeongoza maisha yangu. Kuna mahali ambapo kwa jitihada zangu muda mwingine najitahidi kweli kweli, lakini najikuta nimeshindwa. Lakini yuko ambaye ananiwezesha mahali ambapo nilikuwa nafikiri kwamba hapa nimeshindwa, yeye ndipo ambapo anaanza kunifanyia wepesi. Haleluya, haleluya, haleluya. Uko tayari kwa ajili ya semina Kama unapo mahali pa kuandikia unaweza ukaandika, lakini masomo haya ambayo tutajifunza yatakuwepo pia hata kwenye mitandao ya kijamii. Amina. Sasa kwa wale ambao wanatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, nikukaribisha sana uweze kujifunza pamoja na sisi. Haleluya, haleluya. Hebu mtikise tena jirani yako, mwambie uko tayari. Tuanze kujenga msingi. Kama una daftari vizuri ukiwa unaandika, lakini kama hauna daftari basi tega masikio yako vizuri unisikilize. Amina. Nilipokuwa na muuliza Mungu kwamba tutajifunza kitu gani kwenye hili eneo, mchungaji alinishirikisha akasema anatamani sana tujifunze habari zitakazokuwa zikihusu mambo ya uchumi, lakini pia na roho zetu. Haleluya. Nikajua baba yenu anawapenda sana. Kwa nini anawapenda sana? Anataka kiroho kijae na hela, kiroho kijae na hela, sio kiroho kinafurika unanena kwa lugha rika rabashaka halafu hela shilingi 100 mfukoni. Hiyo hapana. Kwa hiyo kwenye hii semina mpaka tutakapomaliza, tunataka kuna mtu kiwango cha fedha kianze kuongezeka.
vile unavyolikashika rabashika, si ndio? Na kiwango cha fedha kiwe kinalikashika rabashika, si ndio? Tukisema brother, hebu tuone pochi yako, tuone miekundu imekaa mure ndani, si ndio? Sio tunasema mama, hebu tuone pochi, tunaona vitenge, tunaona nepi na shilingi 100. Kwa hiyo kumbe Mungu atatupitisha kuona maeneo ya kiuchumi, lakini pia Mungu atatupitisha kuona kiwango chako cha kiroho pia kisogee. Haleluya! Ngoja nikueleze siri moja kabla sijaanza kuzungumza. Ni hivi, huwezi ukapiga hatua kiroho kwa sasa kama kiwango chako cha uchumi na chenyewe kimesimama. Unanielewa nachosema? Kuna kiwango ukivuka cha kiuchumi na kiroho pia unapiga hatua, utake usitake. Kuna kiwango unatamani kumuona Mungu sana, mpendwa, hauwezi. Kwa nini? Kwa sababu kuna kiwango huku ndani kimegoma. Zinasoma shinga 100. Haleluya! Kwa hiyo mchungaji, ninajua alipokuwa ameamua kwamba Mungu atupe neema tupige hatua kwenye uchumi, ninajua kuna mtu hapa atainuliwa, na nielewa nachosema. Nimwambia Mungu, sasa tunataka tuende kuzungumza habari ya nini kwenye uchumi? Mungu akanisemesha akasema tuzungumze habari ya kutembea kwenye maono makubwa. Amua kutembea kwenye maono makubwa. Maana yake kuna mtu yuko hapa anatembea kwenye maono madogo. Sasa Mungu mpaka analituma neno, maana yake anataka ambadilishie staili au mfumo wake wa maisha. Amua kutembea kwenye maono makubwa. Neno maono kwa Kiswahili kizuri unaweza ukatafsiri kwamba ni picha binafsi iliyopo ndani ya mtu kuhusiana na kesho yake. Ni picha binafsi kuhusiana na kesho ya mtu iliyomo ndani yake, au ni dira, ni mwelekeo wa wapi huyu mtu anatakiwa kuenda au kufika. Bwana Yesu asifiwe. Maono ni picha au dira, mwongozo wa wapi unakotakiwa kufika. Kwa hiyo sasa, kutokana na kichwa chetu tunasema amua kuwa na picha kubwa kwenye maisha yako. Amua kuwa na picha kubwa inayohusu kesho yako. Haleluya! Amua kutembea kwenye picha kubwa kuhusiana na maisha yako. Haleluya! Hebu jitazame na ujitafakari. Mfano, sasa hivi ninavyoongea, unaona nini kuhusiana na maisha yako? Hetima, unaona nini kuhusiana na maisha yako? Ukijitazama unaona nini? Unaona kwamba ukirudi nyumbani njaa, si ndio? Ukitazama unaona
wewe ni mtu ambaye umeshindwa. Ukitazama unaona kabiashara kako kale ka nyumbani ka nyanya, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Ukitazama unaona biashara